Nimekuja hapa kwa sababu mimi gari zangu zilikuwa imefanya accident 2018. Hiyo kesi ilikesiwa kama mimi sijui. Wakati nilipewa degree, nilipewa agree, nikaambiwa nilipe shilingi milioni 2.5. Mimi milioni 2.5 nikaenda nikaona sitafanya kesi. Nikaenda nikaongea na hao watu wa familia. Tukaelewana. Wakaniambia niwatafutie milioni 1 na nipatie wakili wao shilingi 765. 765. Sasa hiyo 765 kuwapatia, wakanipatia hii barua. Hii barua akaniambia nipitie magari zangu huku kwa auctioneer. Kuja kwa auctioneer akaniambia magari zangu ati hata nipatia gari zangu ati ameuza. Nikamuuliza wewe umeuza pesa ngapi? Watoto wangu sasa wamemvuguzwa shule. Mimi hakuna kitu kingine nilikuwa nayo ya kujikimu. Ni hizo tu magari. Hizo magari na hizo gari ni za milioni 8. Moja ni ya milioni 4 na nyingine ni ya milioni 5. Sasa nilikuwa nimewalipa 765. Sasa nikaelewana na familia. Tukaenda tukachukua loan. Hiyo pesa ilikuwa ya loan ya familia tulichukua kwa ya shamba. Sasa vile tulikuwa loan ya shamba, nikaenda nikamalizana na wakili kumpatia pesa, akaniandikia barua niletee auctioneer. Auctioneer amekataa na magari. Ananiambia hata nipea magari. Nikimwambia gari ziko wapi? Ananiambia tupande kwa kini. Sasa watoto wangu wamefukuzwa shule. Mimi sina school fees. Hiyo magari ndio ilikuwa ya kujikunikimu. Baada mimi anakuja na ananiambia hapana, mimi pesa yako tupatane kotini. Namuuliza kotini watoto wangu watakuwa wanasoma na mimi watoto wangu watakuwa wanakula nini? Kitambo nikienda kotini, hii kesi ilikuwa ya November last year, kutoka July next year. Tumekuwa na mention moja. Alafu tena tumetumwa tena twende May this year. Sasa May this year 26 na tena wameahirisha. Imesemekana hata haitujui date. Tumeangalia kwa system inaonekana hatujui kesi. Sasa mimi nauliza nitapata haki aje? Watoto wangu watasoma aje? Mimi nilichukua loan ya shamba ya familia. Wakati niliwaelezea gari zangu zimeshikwa, wakaniambia sawa, wanataka pesa ngapi? Wanataka milioni 2.5. Tukachukua loan ya milioni 2. Nikapatia wakili 765. Kumpatia 765. Akaniandikia hii barua. Enda upelekee auctioneer akupatie gari zako. Kuja kwa auctioneer amekuwa akinizungusha. Ananiambia si yuko. Ananiambia kuja kesho. Sasa leo nimemhofania. Sasa nimefika hapa kuingia ndani. Ananiambia yeye hajui hiyo. Gari aliuza, mimi niende kotini. Sasa namwambia ni sawa, nitapata justice kotini. Lakini nikipata justice, watoto wangu na familia yangu watakuwa wanakula nini? Sasa mimi sijalipa nyumba. Nimesaidiwa na marafiki mpaka wamechoka. Wamechoka kunisaidia. Sasa sina kitu ya kukula. Sasa watoto wangu ndio hawa walienda shule wakarudishwa. Wakaambiwa hapana, hamtasoma juu hamjalipa school fees. Nimeishi kwa kubembeleza walimu. Wamesoma hizo masiku juu ya kubembelezana. Magari zangu ziko hao na huyo auctioneer anaitwa Shadow. Huyu Shadow auctioneer amekatalia magari zangu. Gari za milioni. Mimi naitwa Purity Karimoni. Niko hapa kwa niaba ya ndugu yangu. Amenyang'anywa gari zake. Ilikuwa ameauctioniwa. Na tukatafuta pesa, tukachukua loan na shamba. Tukatafuta hiyo pesa na tukalipa huyo lawyer 765,000. Akasema ni hivyo tumemalizana, na akapigia huyu auctioneer simu hizo gari zisiende. Na tukufika hapa auctioneer naye akasema gari zimeenda. Ni chungu sana ukisikia gari zimeenda pesa ikiwa kwa mfuko. Later tulirealize gari imeuzwa mwezi wa 11. Kwa hivyo haikuwa imeuzwa. Ameuza tu akijua pesa iko kwa mfuko na akaendelea kuuza. Hiyo ni haki kweli? Sasa hivi watoto wako kwa nyumba. Tunaishi nyumba ya 1 bedroom. Watoto 8, wanaume 2. Tunaikukula ni shida. Hakuna pesa, hakuna kazi nyingine hao wanafanyaga. Ilikuwa ni hiyo tu. Hakuna pesa ya kutulisha. Marafiki wangu tusaidia wameshoka. Sasa hivi tunaongea hivyo 7 inaenda kukunywa maji. Juu hakuna pesa ya kulipa ile loan tulichukua. Inaenda kukunywa maji. Hata mtoto huyu siku ya leo akufe hapa, hana mahali pa kuzikwa. Ni haki kweli? Mtu akichukua mali yenu yote, ananyonga mtoto mmoja kwa mmoja, anaua vision ya hao watoto.
na watoto wake wako shule. Sasa tuko hapa, hata tutoke hapa hatujui mahali tunaenda. Nyumba zote zimefungwa, watoto wote wamefukuzwa shule, hata hauna pesa ya kuenda kidogo tu ende ukaongelelee mwalimu. Nimekuja hapa kwa sababu mimi gari zangu ziliwekewa imefanya accident 2018. Hiyo kesi ilikesiwa kama mimi sijui. Wakati nilipewa degree, nilipewa gikli, nikaambiwa nilipe shilingi milioni 2.5. Mimi milioni 2.5 nikaenda nikaona sitafanya kesi. Nikaenda nikaongea na hao watu wa familia, tukaelewana. Wakaniambia niwatafutilie milioni 1 na nipatie wakili wao shilingi 765. 765. Sasa hiyo 765 kuwapatia, wakanipatia hii barua. Akaniambia nipitie magari zangu huku kwa auctioneer. Kuja kwa auctioneer akaniambia magari zangu ati hata nipatia gari zangu ati ameuza. Nikamuuliza wewe umeuza pesa ngapi? Watoto wangu sasa wamemvuguzwa shule. Mimi hakuna kitu kingine nilikuwa nayo ya kujikimu. Ni hizo tu magari. Hizo magari na hizi gari ni za milioni 8. Moja ni ya milioni 4 na nyingine ni ya milioni 5. Sasa nilikuwa nimewalipa 765. Sasa nikaelewana na familia, tukaenda tukachukua loan. Hiyo pesa ilikuwa ya loan ya familia, tulichukua kwa ya shamba. Sasa vile tulikuwa loan ya shamba, nikaenda nikamalizana na wakili kumpatia pesa, akaniandikia barua niletee auctioneer. Auctioneer amekataa na magari, ananiambia atanipea magari. Nikimwambia gari ziko wapi, ananiambia tupandane kwa timu. Sasa watoto wangu wamefukuzwa shule, mimi sina school fees. Hiyo magari ndio ilikuwa ya kujikunikimu. Baada mimi anakuja na ananiambia hapana, mimi pesa yako tupatane kotini. Namuuliza kotini, watoto wangu watakuwa wanasoma na mimi watoto wangu watakuwa wanakula mimi. Kitambo nikienda kotini, hii kesi ilikuwa ya Novemba last year, kutoka July next year tumekuwa na mention moja, alafu tena tumetumwa tena twende May this year. Sasa May this year 26 na tena wameahirisha. Imesemekana hata haitujui date. Tumeangalia kwa system inaonekana hatujui kesi. Sasa mimi nauliza nitapata haki aje? Watoto wangu watasoma aje? Mimi nilichukua loan ya shamba ya familia. Wakati niliwaelezea gari zangu zimeshikwa, wakaniambia sawa, wanataka pesa ngapi? Wanataka milioni 2.5. Tukachukua loan ya milioni 2, nikapatia wakili 765, kumpatia 765. Akaniandikia hii barua, enda upelekee auctioneer akupatie gari zako. Kuja kwa auctioneer amekuwa akinizungusha, ananiambia si yuko, ananiambia kuja kesho. Sasa leo nimemhofania, sasa nimefika hapa kuingia ndani, ananiambia yeye hajui hiyo gari aliuza, mimi niende kotini. Sasa namwambia ni sawa, nitapata justice kotini, lakini nikipata justice watoto wangu na familia yangu watakuwa wanakula nini? Sasa mimi sijalipa nyumba, nimesaidiwa na marafiki mpaka wamechoka kunisaidia. Sasa sina kitu ya kukula. Sasa watoto wangu ndio hawa walienda shule wakarudishwa, wakaambiwa hapana, amutasoma juu amujalipa school fees. Nimeishi kwa kupepeleza walimu, wamesoma hizo masiku juu ya kupepelezana. Magari zangu ziko hao, na huyu auctioneer anaitwa Shadow. Huyu Shadow auctioneer amekatalia magari zangu, gari za milioni. Mimi naitwa Purity Karimoni, niko hapa kwa niaba ya ndugu yangu, amenyang'anywa gari zake. Ilikuwa ameauctioniwa na tukatafuta pesa, tukachukua loan na shamba, tukatafuta hiyo pesa na tukalipa huyo lawyer 765,000. Akasema ni hivyo tumemalizana, na akapigia huyu auctioneer simu hizo gari zisiende. Na tukufika hapa auctioneer naye akasema gari zimeenda. Ni chungu sana ukisikia gari zimeenda, pesa ikiwa kwa mfuko. Leta tuliarais gari imeuzwa mwezi wa 11. Kwa hivyo haikuwa imeuzwa, ameuza tu akijua pesa iko kwa mfuko na akaendelea kuuza. Hiyo ni haki kweli? Sasa hii watoto wako kwa nyumba, tunaishi nyumba ya 1 bedroom, watoto 8, wanaume 2, tunaikukula ni shida. Hakuna pesa, hakuna kazi ingine hao wanafanyaga.
ilikuwa ni hiyo tu, hakuna pesa ya kutulisha. Marafiki wametusaidia, wameshoka. Sasa hii tunaongea hivyo, 7 inaenda kukunywa maji juu hakuna pesa ya kulipa ile loan tulichukua, inaenda kukunywa maji. Hata mtoto huyu siku ya leo akufe hapa, hana mahali pa kuzikwa. Ni haki kweli mtu akichukua mali yenu yote, ananyonga mtoto mmoja kwa mmoja, anaua vision ya hawa watoto na watoto wake wako shule. Sasa hii tuko hapa, hata tutoke hapa hatujui mahali tunaenda. Nyumba zote zimefungwa, watoto wote wamefukuzwa shule. Nimekuja hapa kwa sababu mimi gari zangu zilikuwa imefanya accident 2018. Hiyo kesi ilikesiwa kama mimi sijui. Wakati nilipewa degree, nilipewa gikli, nikaambiwa nilipe shilingi 2.5 milioni. Mimi 2.5 milioni, nikaenda nikaona sitafanya kesi. Nikaenda nikaongea na hao watu wa familia, tukaelewana. Wakaniambia niwatafutilie 1 milioni na nipatie wakili wao shilingi 765. Sasa hiyo 765 kuwapatia, wakanipatia hii barua. Akaniambia nipitie magari zangu huku kwa auctioneer. Kuja kwa auctioneer akaniambia magari zangu hata nipatia gari zangu ati ameuza. Nikamuuliza wewe umeuza pesa ngapi? Watoto wangu sasa wamemvuguzwa shule. Mimi hakuna kitu kingine nilikuwa nayo ya kujikimu. Ni hizo tu magari. Hizo magari na hizi gari ni za 8 milioni. Moja ni ya 4 milioni na nyingine ni ya 5 milioni. Sasa nilikuwa nimewalipa 765. Sasa nikaelewana na familia, tukaenda tukachukua loan. Hiyo pesa ilikuwa ya loan ya familia, tulichukua kwa ya shamba. Sasa vile tulikuwa loan ya shamba, nikaenda nikamalizana na wakili kumpatia pesa, akaniandikia barua niletee auctioneer. Auctioneer amekataa na magari, ananiambia hata nipea magari. Nikimwambia gari ziko wapi, ananiambia tupande kwa kotini. Sasa watoto wangu wamefukuzwa shule, mimi sina school fees. Hiyo magari ndio ilikuwa ya kujikunikimu. Baada mimi anakuja na ananiambia hapana, mimi pesa yako tupatane kotini. Namuuliza kotini, watoto wangu watakuwa wanasoma na mimi watoto wangu watakuwa wanakula nini? Kitambo nikienda kotini, hii kesi ilikuwa ya November last year, kutoka July next year tumekuwa na mention moja, alafu tena tumetumwa tena twende May this year. Sasa May this year 26 na tena wameahirisha. Imesemekana hata haitujui date. Tumeangalia kwa system, inaonekana hatujui kesi. Sasa mimi nauliza nitapata haki aje? Watoto wangu watasoma aje? Mimi nilichukua loan ya shamba ya familia. Wakati niliwaelezea gari zangu zimeshikwa, wakaniambia sawa, wanataka pesa ngapi? Wanataka 2.5 milioni. Tukachukua loan ya 2 milioni, nikapatia wakili 765, kumpatia 765. Akaniandikia hii barua, enda upelekee auctioneer akupatie gari zako. Kuja kwa auctioneer amekuwa akinizungusha, ananiambia si yuko, ananiambia kuja kesho. Sasa leo nimemhofania, sasa nimefika hapa kuingia ndani, ananiambia yeye hajui hiyo gari aliuza, mimi niende kotini. Sasa namwambia ni sawa, nitapata justice kotini, lakini nikipata justice watoto wangu na familia yangu watakuwa wanakula nini? Sasa mimi sijalipa nyumba, nimesaidiwa na marafiki mpaka wamechoka kunisaidia. Sasa sina kitu ya kukula. Sasa watoto wangu ndio hawa walienda shule wakarudishwa, wakaambiwa hapana, hamtasoma juu hamjalipa school fees. Nimeishi kwa kubembeleza walimu, wamesoma hizo masiku juu ya kubembelezana. Magari zangu ziko hao, na huyo auctioneer anaitwa Shadow. Huyu Shadow auctioneer amekatalia magari zangu, gari za milioni. Mimi naitwa Purity Karimoni, niko hapa kwa niaba ya ndugu yangu, amenyang'anywa gari zake. Ilikuwa ameoptioniwa na tukatafuta pesa, tukachukua loan na shamba, tukatafuta hiyo pesa na tukalipa huyo lawyer 765,000. Akasema ni hivyo tumemalizana, na akapigia huyu auctioneer simu, hizo gari sisiende. Na tukufika hapa auctioneer naye akasema gari zimeenda. Ni chungu sana ukisikia gari zimeenda, pesa ikiwa kwa mfuko. Leta tuliarise gari imeuzwa mwezi wa 11. Kwa hivyo haikuwa imeuzwa, ameuza tu akijua pesa iko kwa mfuko
na akaendelea kuuza. Hiyo ni haki kweli? Sasa hii watoto wako kwa nyumba, tunaishi nyumba ya 1 bedroom, watoto 8, wanaume 2, tunaikukula ni shida. Hakuna pesa, hakuna kazi ingine hao wanafanyaga, ilikuwa ni hiyo tu. Hakuna pesa ya kutulisha. Marafiki wa tusaidia wameshoka. Sasa hii tunaongea hivyo 7 inaenda kukunywa maji juu hakuna pesa ya kulipa ile loan tulichukua, inaenda kukunywa maji. Hata mtoto huyu siku ya leo akufe hapa, hana mahali pa kuzikwa. Ni haki kweli? Mtu akichukua mali yenu yote, ananyoga mtoto mmoja kwa mmoja, anaua vision ya hao watoto, na watoto wake wako shule. Sasa hii tuko hapa, hata tutoke hapa hatujui mahali tunaenda. Nyumba zote zimefungwa, watoto wote wamefukuzwa shule. Hata hauna pesa ya kuenda kidogo tu ende ukaongelelee mwalimu. Tunaikukula ni shida. Hakuna pesa, hakuna kazi ingine hao wanafanyaga, ilikuwa ni hiyo tu. Hakuna pesa ya kutulisha. Marafiki wa tusaidia wameshoka. Sasa hii tunaongea hivyo 7 inaenda kukunywa maji juu hakuna pesa ya kulipa ile loan tulichukua, inaenda kukunywa maji. Hata mtoto huyu siku ya leo akufe hapa, hana mahali pa kuzikwa. Ni haki kweli? Mtu akichukua mali yenu yote, ananyoga mtoto mmoja kwa mmoja, anaua vision ya hao watoto, na watoto wake wako shule. Sasa hii tuko hapa, hata tutoke hapa hatujui mahali tunaenda. Nyumba zote zimefungwa, watoto wote wamefukuzwa shule. Hata hauna pesa ya kuenda kidogo tu ende ukaongelelee mwalimu.
Tunamalizia milioni 10. Tunamalizia milioni 2 is we need to expand our infrastructure. We are still not yet there. If you look at our infrastructure, we have developed 20,000 kilometers of tarmac in the last 60 years. Our intention is to develop another 28,000 in the next 7 years, to double the number of tarmac roads in Kenya. We already are on course. We have mapped out what the areas are, and we believe that we can raise the resources to undertake this transformation. That includes the modernization of our airports, starting with Jomo Kenyatta, extending the railway from Naivasha to Kisumu and onward to Uganda, then to the region. Actually, the railway, I think we have already set a date. We have found the resources, both public and private. So we will be starting the construction and launching the same in March this year. Again, we have finalized the discussions with the airport. We also want to modernize our airport. All of you know we don't have much of an airport, you know. Our airport is, the arrival is on the tarmac. So, and it's way, way overdue. You know, we should have done this maybe 15 years ago. So we want to begin that process of construction of a new airport under a framework that is going to bring public sector, private sector, concessionaires. And I am hoping that we can begin that before June this year. So again, that whole infrastructure development is one thing that we are focused on achieving. And I'm saying this because we will require partners. We will require private sector partners. We will require some of your investment arms of your nations, whether at the airport, on the railway, on some of the toll roads that we are doing, the
the expressway that we are planning to Thika and other areas. So there is opportunity for us to work with you. There are opportunities for us to strengthen our partnerships, both at the public to public level, but also public to private. And I will be looking forward to working with yourselves so that we can do this together. We are focused on doing 3 fundamental things, interventions, for us to be able to lift our country to the next level. Number 1 is we need to generate energy. As you are aware, we have 3,300 megawatts in our grid today. For us to undertake the kind of technology transition, industrialization, and manufacturing that is necessary for us to move the country to the next level, we need energy. And we have good reserves of renewable energy in geothermal. I think we have capacity of another 10,000 megawatts. We have another 20,000, maybe more, of wind energy. We have a lot more of solar. So we anticipate to generate 10,000 megawatts of energy in the next 7 years. That is the plan. This will require not just public money. Of course, we are going to provide public money, but we will need to crowd in private sector money, money from other entities, investors, pension funds, venture capital, and many other people who have resources to invest in that space. Kenya remains a firm proponent of a rules-based international order. Amid growing global instability, we reaffirm our commitment to sovereignty and territorial integrity as enshrined in the Charter of the United Nations. As the UN marks its 80th anniversary, the world stands at a critical inflection point with multilateralism under increasing strain. It is our firm belief that a strong United Nations and a steadfast adherence to multilateral principles remains indispensable in addressing the complex and interconnected challenges of our time. We are proud to host the only United Nations headquarters in the Global South and remain committed to providing the political, security, and infrastructural support necessary to expand the UN presence in Kenya. We will be in Parliament this week as part of developing the necessary infrastructure for us to undertake this heavy transformation. We are setting up a National Infrastructure Fund. I have had discussions with the IFC. I have had discussions with the World Bank. I have had discussions with the Africa Development Bank. We've had conversations with the Afri-Exim Bank and many other partners. And they have given us a lot of support in terms of ideas, in terms of how we can use the public resources that we have, the public assets that we have in a much more structured manner, in a manner that we can use the resources and assets that we have to crowd in resources from the private sector and from other sources
to be able to drive our development. UNON, as you all know, is one of only 3 United Nations headquarters offices away from New York, alongside Geneva and Vienna, and remains the only UN headquarters in Africa and the Global South. Initially established to provide services to UNEP and UN Habitat, UNON has since expanded its client and service portfolio. Today, UNON provides administrative services locally, regionally, and globally to UNEP, UN Habitat, and the UN Resident Coordinator System, and other offices in 166 countries around the world. UNON stands proudly as the largest United Nations interagency complex in the world, hosting nearly 100 offices of the UN Secretariat, specialized agencies, funds and programs, including regional offices and operations supporting mandates in Somalia, Sudan, peacekeeping, and special political missions in Kenya. This breadth of presence underscores Nairobi's and thus Kenya's central and enduring role in the United Nations system. In line with the Secretary General's management reform and efficiency agenda, UNON also serves as the first and largest common back office hub globally. For the first time, core operational services, including administration, information technology, human resource, logistics, and procurement, have been consolidated across the UN system in Kenya into an integrated one-stop service model, the Kenya Common Back Office. This has strengthened efficiency, reduced duplication, and enhanced service delivery across entities, heeding the call made by you, member states. Allow me to highlight 2 major infrastructure investments approved by the General Assembly at a combined value of nearly $340 million, the largest capital investment undertaken by the UN Secretary General in Africa outside of peacekeeping. These projects are a clear and tangible demonstration of the United Nations' long-term commitment to Kenya. The first is the office expansion and upgrade, approved in 2017 and successfully completed last year. Importantly, the project was completed ahead of schedule and under budget, reinforcing UNON's strong track record in delivering complex capital projects efficiently and responsibly. The second is the conference facilities project, approved in 2023. This transformative investment will expand meeting capacities from 14 to 30 meeting rooms, including the construction of a new 1,600-seat assembly hall. This project will ensure that the only UN headquarters in Global South is equipped with modern, secured, and fit-for-purpose facilities capable of hosting mandated intergovernmental meetings well into the future. Early works began in 2025, with full construction scheduled to commence this year and completion expected in 2030. Excellencies, ladies and gentlemen, as the global home of environmental multilateralism and as the headquarters of UNEP and UN Habitat, UNON continues to lead by example in environmental stewardship. UNON remains the first and only headquarters to achieve and maintain ISO 14001 certification for environmental management system. Through reforestation, biodiversity conversion, and our commitment to achieving net zero operation by 2030, we continue to demonstrate what credible climate leadership looks like in practice.